nyingine ni ile ya muunganiko au connection. Hii kwa namna fulani kuna ukaribu uliopo kati ya wanandoa. Na katika ndoa yenye uhusiano mzuri, mtu na mwenzi wake wanaungana, wanakuwa karibu, wanakuwa na mazungumzo, wanaweza wakazungumza wakiwa wanatazamana. Hivi mlikwisha kuona kwamba wanandoa wengi hawatazamani? Hata hapa kama uko na mke wako na mume wako, nikiwaambia muangalie mke wako kwenye mboni ya jicho lake au mume wako, utaona watu wanapata makengeza ghafla. Hawatazamani, wanaogopana, lakini huyu ni mtu ambaye umemchagua kuishi naye maishani. Kwa hiyo katika muunganiko, wanandoa hawa walio katika hii hatua wanaweza wakazungumza, wakacheka pamoja, wakagusana miili yao kwa upendo na kuambiana maneno mazuri. Ni katika hii level ya mawasiliano. Wanadamu tumeumbwa ili kutafuta mahusiano, na utafiti unaonyesha kwamba wakati wa chakula ni wakati mzuri sana wa kutengeneza mawasiliano ya namna hii, wa kuongea vizuri, wa kutiana moyo. Na kwa bahati mbaya siku hizi watu wako busy, hata muda wa kula pamoja haupo. Kwa hiyo ili kuwa na afya nzuri ya familia, pata angalau mlo mmoja kwa siku ambao mnaweza mkala na mwenzi wako. Na mnapokula, mtu asiende mashariki na magharibi, kila mtu kula mahali pake. Hivi umekwisha kuona, ninazungumza na wanawake wengi, anapokuwa na wageni, wanapokuwa na tukio mahali fulani, watu wanakula chakula, anawahudumia watu vizuri. Anamwongelesha mtu, anamwambia nikuongezee juice, nikuongezee nini. Haya maneno wanaume pia wanahitaji kuyasikia. Wakati wa chakula anapoyasikia hayo, anajisikia vizuri. Ni wakati mnapokuwa na muunganiko mzuri, ndipo mnaweza mkawa na maongezi ya namna hii. Ni wakati ambapo hata katika maongezi wakati wa chakula na familia, wazazi, unaona huyu mtoto ana tabia gani katika kula. Wewe baba unayenunua chakula, unajua huyu mtoto anashiba, anakula vizuri au yuko namna gani. Wakati wa chakula ni wakati mzuri sana wa kuwa na maongezi ya namna hiyo. Kuna aina ya 5 ya kujiweka wazi. Kujiweka wazi, personal revelation au disclosure. Hii ikoje? Hii ni hatua ya mbele zaidi katika mahusiano, ndani ya mawasiliano, katika mahusiano ya wanandoa. Hii ni ya muhimu sana. Inahusisha mahusiano ya kweli. Unamwambia mwenzi wako kuhusu hisia zako. Unamwambia mwenzi wako maoni yako, mawazo yako. Na unapokuwa hapa, ni lazima muwe na kiwango kizuri cha mazungumzo, cha kupendana, cha kuaminiana, cha kukumbukana, cha kujaliana, cha kuthaminiana. Kwa hiyo mawasiliano haya, unamruhusu mwenzi wako aingie katika ulimwengu wako. Ajue ni zaidi ya kumwambia habari fulani. Unamwambia ni kwa nini habari hiyo iko mahali ilipo. Kwa hiyo aina hii ya kujiweka wazi ni aina ya karibu sana katika mawasiliano. Hivi unajua kuna watu wako wazi sana kwa marafiki wa nje, lakini sio kwa watu wa familia yao. Ndani ya familia, mwanamke hajui ulimwengu wa mume wake, mume hajui ulimwengu wa mke wake. Ni wageni wanaokutana tu kwenye familia kujadili namna ya kuendesha familia, lakini hawa watu sio marafiki. Nakumbuka hata ile siku za nyuma nilizungumza, sio marafiki. Ni marafiki ndio wanaojiweka wazi, ndio wanaongea siri. Siri za ndoa zinasikika nje, lakini haziko ndani ya ndoa, hazipo. La 6 ni hili hapa, mawasiliano ya karibu zaidi au intimate communication. Hili hapa ni naambatana na kuonyesha vitendo vya upendo, maneno ya upendo, kauli za kupenda.
kupenda na kumwambia mtu nakupenda. Ninajua utamaduni wetu. Wakati mwingine natumia nguvu nyingi kuweza kumwambia mtu nakupenda. Unaona kama atajisikia nimejishusha sana kumwambia nakupenda. Lakini haya maneno sisi tunayatumia tunapochumbia. Hasa wanaume wana maneno mazuri katika kuchumbia. Sijui nani anawafundisha. Ila wakati ukifika katika ndoa, maneno haya yanayeyuka, yanaanza kupungua, yanapungua. Unaanza kuitwa wewe, sio tena dia, wala sio mpenzi, wala sio nini. Sasa kwa sababu hiyo, ule uhusiano wa karibu zaidi ndio wakati wa kumwambia mpenzi wako au mwenzi wako maneno mazuri.